mafanikio na ustawi. Hii mada ya leo ni mada ambayo tunaiendeleza kama ukiangalia mada ambayo tumekuwa nayo kuhusu misingi na nguzo za kiroho, sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Tukaangalia kujenga upya misingi na nguzo za kiroho. Hiyo yote ni endelevu. So siku ya leo Bwana Majeshi tusaidie kuangalia kwa undani kuhusu mafanikio na ustawi. Baada ya mwanadamu kujenga misingi yake na nguzo zake za kiroho, ni nini inafuata? Kile kinafuata sasa ni mwanadamu ameanza safari ambayo ni njia nzuri ama mwendo mzuri na Mungu. Kwa sababu kujenga upya misingi inamaanisha kwamba kurudisha mahusiano ya mwanadamu na Mungu. Kwa sababu gani turudishe mahusiano yetu? Ni kwa sababu ya kutimiza hatima, kutimiza malengo. Malengo yetu ni kufikia uzima. Malengo yetu ni kufikia ile mede ya thawabu ambayo Mungu ameiweka. So hapa ukiona kwamba ni kujenga upya misingi, ninaweza chukua mfano ya kwamba naweza chukua mfano njozi ya ng'ombe. Njozi inamaanisha kwamba ni wale ng'ombe wawili ambao wamefungwa kwa pamoja ili waweze kulima ile shamba na ikamilike. So hivyo yani nasema kwa mfano. Hivyo ni mfano ya kwamba mwanadamu na Muumba wake wameshikanishwa kwa pamoja katika ile hali ya toba, katika ile hali ya kujenga tena mahusiano mazuri na Mungu. So mwanadamu na Mungu wanapatana. Kwa kusudi gani? Mwanadamu bila Mungu hawezi lolote. So mwanadamu anamhitaji Mungu sana kushinda mambo yote ya dunia, kushinda vyote vya dunia, ili kusudi amsaidie kamilisha ama kufikisha malengo ambayo amekusudia. Mkristo ukiokoka, malengo ambayo iko katika maisha yako ni kufikia uzima. Na ile uzima hauendi peke yako. Kwa sababu gani? Shetani anazunguka. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu tuko kwenye bahari ambayo ni maisha ya dunia hii, na ndani ile bahari kuna mamba wengi ambayo watakukatisha tamaa. Nikisema shetani anazunguka, unaona ni jambo la kawaida. Sasa afadhali nitumie mfano wa bahari. Unatakana uvuke ng'ambo ile. Lakini ndani ile bahari ama ndani ile mto ama ndani ile maji, mamba ni wengi. Utapita namna gani ufike pande ile? Hauna ujanja. Isipokuwa Mungu wa Israeli aliyefumba meno ya simba wakati wa Danieli, ndio anaweza fumba meno ya hawa mamba, wasikudhuru, wasikumalize, wasikuangushe, wasikuue, mpaka ufikishe hatima, ufike kwenye ng'ambo ya pili ambaye ni uzima wa milele. So mwanadamu anayemhitaji Mungu. Ole wake mtu ambayo hawezi kujenga upya msingi. Ole wake mtu ambayo anategemea akili zake mwenyewe, anategemea nguvu zake mwenyewe, anategemea hekima yake na elimu yake. Kama mwanadamu haitakupeleka popote, kwa sababu mambo ya kimwili ni ya kimwili na mambo ya kiroho ni ya kiroho. Sana mambo ya kiroho ndio yanaleta matokeo katika maisha ya kimwili. So mafanikio ni nini? Mafanikio ni utimilifu wa malengo ya mwanadamu. Mwisho pale tunaweza sema ya kwamba ni ile achievement, kwa Kiingereza tunaita achievement. Hiyo ndio mafanikio. Kufikia yale malengo ulikuwa umeweka, ufikie mambo ambayo ulikuwa umetarajia kwamba mimi nataka nitembee na Mungu, nifike katika uzima wa milele. Sitaki kwenda jehanamu. So kufanikiwa ni hiyo, kufika mbinguni. Ila neno kustawi. Kustawi ni hali ambayo ni endelevu. Ni hali ambayo ni ya kukua. Kwa Kiingereza tunaweza ita progress. Kwa mfano, mti unapopandwa ama mmea unapopandwa, wakati inakuwa inaendelea kustawi, inaendelea kukua, inaendelea kugrow. So ile process ya ile mti kugrow, hivyo ndio ustawi wa mwanadamu wakati amejenga mahusiano yake mazuri na Mungu.
amerudi kwa ile barabara alikuwa anatakiwa aenende. Ndio sababu tukajifunza kuhusu kujenga upya misingi yako. So kama hujajenga upya misingi, please sahau mambo ya kustawi na mafanikio. Hiyo sahau. Kwa sababu Mungu hayuko mahali misingi imeporomoka, mahali nguzo hazisimami, hasina udhabiti. Yani ni ile ambayo upepo ikikuja ile nyumba inaanza kukuyumba yumba, nasikia tu kanapiga kelele. Kwa sababu gani? Haiko stable. Mungu anataka stability. Mali ni dhabiti, mali imekaa na imetulia vizuri. Upepo ikuje, dhoruba ivume, mawimbi yakuje, hayawezi kuvunja ile misingi. Inamaanisha kwamba sasa ile nyumba iko dhabiti. Ile kazi zote ama mambo yote yatendeka, ile nyumba inaendelea katika hali ya kustawi. Kwa sababu huwezi jenga misingi leo, ujenge nguzo leo na kesho asubuhi ama baadaye masaa mengine ambayo yanapita upate kufanikiwa. Haiwezekani. Lazima kuna process ndio ufikie ile mafanikio. Hata katika kimwili, mtoto hawezi enda leo shule leo hii na afanikiwe kesho akuwe daktari. Mtoto hawezi enda shule leo hii na kesho afanikiwe kukalia mitihani ya kitaifa na apite hizo mitihani. Iko process. Anaanza na darasa ya chekechea, aende primary, aende secondary, aende university, ndio akikuja sasa amevaa taji ya udaktari, akikuja amevaa taji ya ualimu, akikuja amevaa taji ya kuwa lawyer ama hata president atokangi nasari. Ni mtu amesoma, ako na akili zake. Hivyo katika safu ya kiroho, mwanadamu huwezi jenga misingi leo na kesho asubuhi ufanikiwe. Maana kufanikiwa ile maandiko, mwanadamu anaweza kubali ya kwamba kufanikiwa ni hali ambayo umeshapata ile kitu ambao umeifanyia kazi kwa muda. Ndio upate furaha, ndio upate utulivu na ushindi, lazima upitie kustawi, lazima upitie ile progress, hatua kwa hatua. So mwanadamu anaweza tu kukamilisha matarajio na malengo yake ikiwa misingi yake ni dhabiti. Msomaji wa neno, naomba tafadhali soma kitabu cha Yoshua 1 mlango wa 1 mpaka mstari wa 9. Yoshua 1 mstari wa 1 mpaka 9. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Yoshua mlango ni wa 1, mstari ni wa 1 hadi 9. Neno la Bwana linasema, ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Kila mahali zitakapo kanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa, tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni mpaka mto ule mkubwa, mto wa Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua. Hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Hapata kuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au mkono wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Je, si mimi niliyekuamuru? Uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Na hilo ndilo andiko. Amen. Hapa tunaona kwamba Musa, baada ya kufa kwake Musa, haikukuwa mwisho wa Mungu kuongoza wana wa Israeli.
kulikuwa na bado nafasi ya kuendelea. Musa amekufa, na ndio angalia hapo, unaona kwamba Mungu hawezi zuia mauti, kwa sababu kila jambo iko na majira yake. Mungu hawezi zuia magonjwa, angezuia ya Ayubu. Hapa naona kwamba wakati Musa alikufa haikuwa mwisho ya wana wa Israeli kuendelea. Walikuwa lazima wafikishe hatima yao, walikuwa lazima wanawiri na kufika kwenye malengo ambayo Mungu alikuwa amewaambia kwamba nitawapa nchi ya Canaan, nchi inayojaa maziwa na asali, nchi ya utele. Akamwambia Musa, akamwambia Yoshua, haya basi ondoka, vuka mto huu wa Yordani, kujenga upya misingi. Yoshua, tunajenga upya msingi na tunasonga. Musa ashakufa, amezikwa. Basi maandiko sema kwamba wewe na watu hao wote mkaenda hata nchi ni wapayo wana wa Israeli, kila mahali zitakapo pakanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa. Popote mnapita mnastawi, kuna progress hapo. Popote wanapita wanapata kibali, popote wanapita wanaenda na neema, popote wanapita Mungu yuko pamoja na wao. Akasema kwamba tangu jangwa hili la mlima huu Lebanoni mpaka mto ule mkubwa, mto wa Frati, nchi yote wa Hiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo, hapo yote Mungu amewapatia. Hiyo ni progress. Hawakutoka tu Misri waende kama bubu, ni barabara na ni barabara na ni barabara. Amesema kwamba mahali popote miguu yenu itakanyaga, inamaanisha kwamba kwa kila hatua wanaendelea kustawi, wanaendelea kunawiri, wanaendelea kupata baraka. Maandiko yakasema katika mstari wa 5, hiyo ni hakikisho la Jehova mwenyewe kwa watu wake. Hapatakuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako. Hakuna mtu atakuzuia kufikisha hatima. Kwa sababu gani? Ulijenga misingi yako vizuri na Mungu. So mwishamaliza kujenga misingi, mumeshikana na Mungu, mumepatana na Mungu, sasa ni Mungu anakuongoza. Amesema kwamba mtu atakuzuia. Chochote Mungu ameahidi itakupata. Aliahidi baraka, utaipata. Aliahidi ulinzi, utapata. Alikuahidi kuinuliwa, lazima utapata. Kwa sababu gani? Mungu yuko na wewe. Mungu hatembei na watu vuguvugu. Mungu anatembea na watu wameamua na safari, watu ambao wamesema liwe liwalo, lazima mbingu tufike. Tukose chochote duniani, lakini lazima mbingu tufike. Tukataliwe, tudharauliwe duniani, mbingu lazima tufike. Mchana wa leo nikawa nasoma kitabu cha Mathayo 14, mahali ambapo Yohana alichinjwa, kichwa chake kikakatwa kwa sababu ya kusema ukweli. Lakini hapo unaangalia kwamba Yesu alikuwa, hiyo wakati Yesu aliposikia kwamba kichwa cha Yohana kimekatwa, hakukimbia na kwambia Herode, mbona umekata mtumishi wangu? Yesu aliendelea na injili. Injili lazima isonge. So hapa maandiko sema kwamba hakuna mtu yeyote ataweza kusimama mbele yako. So inamaanisha kwamba progress yako itaenda vile Mungu amepanga. Kama umeamua kupatana na Mungu, kushikana na Mungu na kuweka agano na Mungu. Ndio nikafundisha kwamba bila agano, ndugu yangu, dada yangu, unatembelea kwenye sakafu telezi. Utateleza, utaanguka, utavunjika, hata unaweza kufa mauti ya kiroho. Akasema kwamba kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Huyo ni mtu yule ambaye amekubali kufuata Mungu kabisa na moyo wake wote. Hapa ni hakikisho Mungu amesema kwamba hivyo nilivyoenenda na Musa, jinsi nilitembea na Abrahamu na Isaka na Yakobo, jinsi nilimpigania Yoshua nikasimamisha mpaka jua. Mteule wa Mungu leo hii, yeyote ambaye amejenga misingi mizuri yake kati ya na Mungu, hii ndio portion yako. Kama vile Mungu alivyokuwa na wale watumishi na wateule, alikuwa na wana wa Israeli, licha kwamba ujinga wao na upumbavu wao ndio ilifanya wakabaki jangwani, wakakufia jangwani. Lakini wale walibaki wakinyenyekea kwa Mungu, walifika Kanaani. So inamaanisha kwamba si wote walitoka Misri ambao walifika Kanaani.
ikianza na kiongozi wao Musa. Wengi walibaki jangwani kwa sababu ya upumbavu. Hawamwamini Mungu. Mungu amesema kwamba nilivyokuwa na Musa ndivyo nitakuwa pamoja nawe, sitakupungukia wala sitakuacha. Huyu ni Jehova anasema, na Jehova ni mwaminifu. Akisema sitakuacha, please acha kuogopa, acha kusita, acha kugeuka. Simama na usimame imara. Acha kutafuta njia mbadala. Njia ni Yesu Kristo peke yake. Hakuna njia ingine mbadala, hakuna. Hii ingine yote ni ukora. Wakule tu pesa twako, tukiisha unafukuzwa kwenye hizo madhehebu. Saizi wengi ni wakora, wanataka tu pesa, wanataka tu mali. Mtu akisha nunua gari yake 1 2, anunue kandege, anunue mashamba. Wewe mwenye ulichangia, nakwambia hutaonekana popote. So njia ya kweli ni Yesu Kristo. Hakuna msaada kwa wanadamu. Amesema kwamba ila ndio ufikishe hatima, ndio kuwe na progress mzuri katika hii safari ambayo umeanza, safari ya imani. Umetengeneza mapito yako na Mungu, umerekebisha njia zako na Mungu, umerekebisha mahusiano yako na Mungu. Amesema kwamba kile kitu kitakufikisha ufanikiwe ni uwe hodari na moyo wa ushujaa. Maana pale njiani kuna simba, pale njiani kuna mamba, pale njiani kuna wachawi, pale njiani shetani anazunguka. Ila wewe jivike moyo wa hodari na moyo wa ushujaa, ndio ufike uende mpaka ufike nchi ile ya uzima. Akasema uwe hodari na ushujaa mwingi, na uangalie kutenda sawasawa na sheria yote ambayo Musa mtumishi wangu alikufundisha. Kitabu cha Torati hii, Biblia. Angalia kutenda sawasawa na hiyo, ndipo maisha yako utafanikiwa na utastawi sana. So fanaka na ustawi haikuji kama results ya unabii kukutabiria. Ndio kuna utabiri ambayo Mungu anatumia watumishi wake, lakini sio yote. Fanaka kamili, kufanikiwa kamili, ndio upate achievement ya malengo yako katika maisha yako ya kiroho na pia katika maisha ya kimwili. Ni hiyo mstari wa 7. Uwe hodari na ushujaa mwingi. Uangalie kutenda sawa na sheria yote. Hakusema sheria tu, asema sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kuenda mkono wa kushoto ama mkono wa kuume ni kutangatanga. Mara utafute wachawi, mara utafute manabii, mara utafute watumishi wengine wakora, utafute miujiza. Miujiza ndio inaangusha watu. Lakini ukishika neno na ujua kwamba Bwana Mungu yuko pamoja na wewe, hata kupungukia wala hata kuacha, surrender. Acha Mungu ndio dereva, aongoze, aelekeze ile gari. Acha Mungu ndio nahodha, aelekeze ile meli ya maisha yako. Acha Mungu ndio rubani, aelekeze ile ndege ambayo unakuwa ndani. Mungu, kaa na trust the process ile ambayo Mungu anakupeleka. Usiache na kuanza kubabaika. Hili limenipata, hii sijui nifanyaje. Maandiko yanasema kwamba kitabu cha Torati kisiondoke. Ikiondoka basi umesha. Hakuna fanaka, hakuna kustawi, hakuna kuona mema, hakuna ushindi. Instead utaanguka na kushindwa. Maandiko yanasema kwamba ndipo utakapostawi sana. Yeye Mungu amekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa. Ndio sababu ukisoma kitabu cha Yeremia 33, ukipata nafasi utaisoma kwa mstari wa 1 mpaka mstari wa 26. Amesema niite nami nitakuitika. Niite nami nitakuitika. Nitakurejesha. Nitarejesha ile uzuri ulikuwa nayo kabla misingi yako haijaanguka. Ile baraka ulikuwa nayo kabla misingi yako haijakuwa compromised. Yeye ni Mungu. So siku zote Bwana Mungu ukisha mkabidhi maisha yako, ukisha mkabidhi nyumba yako na chochote chako, hatima yako iko kwa mikono ya Mungu. Mungu anachukua usukani na kukuongoza na kukufikisha kwenye hatima.
Yeye Mungu peke yake ndiye atakufikisha pale. Shetani siku zote maandiko yanasema katika kitabu cha Yohana 10 mstari wa 10 ya kwamba amekuja ako na kusudi. Hata kama atakuja mbele zako amevaa suti, ni mwanadamu, lakini ni adui Shetani. Hata kama atakuja kanisani anaomba, anahubiri, anatabiri, anafanya haya yote, ndani amevalia mavazi ya mwanadamu, lakini ndani ni mbwa mwitu. Maandiko yanasema kwamba Mungu wetu ni Mungu ambaye ni mchungaji mwema. Msomaji anaenda kwenye kitabu cha Zaburi 23 mstari wa 1 mpaka 6. Mlango 23 mstari wa 1 mpaka 6. Nasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Zaburi mlango ni wa 23 mstari ni wa 1 hadi 6. Neno la Bwana linasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati la bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Na hilo ndilo andiko. Amen. Bwana ndiye mchungaji wangu. So hapa utaangalia kwamba kuna mchungaji ambaye ni Mungu, na kuna kondoo ambaye anachungwa, ambaye ni mimi na wewe, ambaye ni Mkristo mteule mhusika kwenye safari yake. Huyo ndio kondoo wa Bwana. Siku zote nikasema kwamba katika maisha haya usiangalia watu wengi, usiangalia ati nani ama nani, ndugu yako ama sijui mtoto yako ama mume wako. Safari ya imani ni wewe peke yako. So hapa Bwana ndiye mchungaji wangu. Hakusema kwamba Bwana ndiye mchungaji wetu. Inamaanisha kwamba ni yeye mtu mmoja. Huyu ni Daudi alikuwa anamwambia Bwana. Alikuwa peke yake pale maporini. Hakuhesabu baba yake, hakuhesabu mama yake, hakuhesabu ndugu zake. Alisema kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hapo ukiangalia katika undani kidogo, unapata kwamba huyu kondoo anahitaji kulindwa kila siku, anahitaji kulishwa kila siku, anahitaji kunyweshwa kila siku, anahitaji kuongozwa kila siku. Hivyo ndio nimekuambia kwamba safari ya imani ni mambo na ustawi, jambo ambalo ni endelevu. Kila dakika uko kwenye safari ya imani. Usiwahi nyamaza hata siku moja useme hapana, sasa leo hii madakika nimetoka kwenye safari ya imani. Hata ukilala uko kwenye safari ya imani, wewe ni msafiri. Hapa akasema kwamba sitapungukiwa na kitu. Hiyo ni ustawi. Kwa sababu gani? Bwana ndiyo mchungaji. Na huyu mchungaji sio tu mchungaji wa kawaida. Ni mchungaji ambaye ni mpenzi. Yaani amependa ile kondoo. Na upendo wa dhati, upendo wa kina, upendo ambao haufananishwi na wachungaji wa kawaida. Ndio sababu maandiko yanasema kwamba mchungaji wa kawaida akiona mbwa mwitu atakimbia achelee kondoo. Lakini huyu ni mchungaji ambaye hashindwi. Kitu ya kwanza, mchungaji ambaye haachilii kondoo wake akose chakula. Ndio sababu unasikia sitapungukiwa na kitu. Unahitaji mavazi atakupa, unahitaji chakula atakupa, unahitaji school fees, unahitaji 1 2 3 katika maisha yako. Hivi ukiendelea na safari imani, mahitaji yako hayo, hakuna mwanadamu anaweza kukusaidia, ni Mungu. Mwanadamu akikusaidia ni leo na kesho kuta amechoka. Ni Mungu peke yake. Maana yanasema kwamba katika malisho majani mabichi atanilaza. Yaani unaendelea tu kustawi. Majani mabichi. Maisha yako yanaendelea kunawiri. Maisha yako yanaendelea kukua na utukufu. Kabla haujafikia kufanikiwa kwanza, bado hujapokea ile taji. Amesema kwamba kando ya maji ya utulivu huniongoza. Anakupeleka kwenye maji na pia anakupeleka kwenye majani, alafu pia anakupeleka kwenye maji.
hiyo inamaanisha kwamba chochote unahitaji hautapungukiwa. Chochote unahitaji kabla hata hujaita, yeye Mungu amejibu. Kusoma kitabu cha Isaya 60 mstari wa 65 mstari wa 24. Anasema kwamba kabla hata hawajaomba nimejibu. Na wakiwa katika hali ya kunena tayari nimejibu. Huyo ni Mungu Jehova Yawe. Amesema katika mstari wa 3, hunihuisha nafsi yangu. Kuhuisha ni kukujaza nguvu tena ili uendelee na ile safari imani. Hiyo ndio success. Acha na hii success watu wasema, inua simu juu, pesa ya miujiza yenye ilikuwa nani aliacha. Hii kwa hii ulimwengu wa sasa. Wakati wetu ulikuwa unaweza tembea barabarani na ukota hata shilingi 200. Sasa utaangalia barabara chini, mahali unaenda kama 10 kilometers, macho itakaukia chini. Hakuna hata shilingi inaanguka. Alafu mtu anakuambia ati inua simu juu, ati miracle money. Chunga sana. Ni mapepo wanaingia kwenye hiyo simu. Success ya kweli hii, hata kama utanikasirikia nitakwambia ukweli yenye ni chungu. Success ya kweli inapatikana kwake Mungu. Kustawi, ukitaka maisha yako istawi, ndio hii katika mstari wa 23. Akasema kwamba hunihuisha, inamaanisha kwamba wakati unapitia changamoto, wakati unapitia mawimbi, unapitia magumu, kuna wakati ambapo unasikia kuchoka, unaishiwa na nguvu ya kuendelea na hiyo safari imani. Mstari wa 3 unasema kwamba atakuhuisha, atakujaza nguvu tena. Hautatamauka tena, hautakata tamaa, bali utaendelea na safari imani. Akasema na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Kwa njia ambayo ni righteousness, njia ambayo ni utakatifu, njia ambayo ni yeye Mungu peke yake ndiye anajua ni barabara gani atakupitisha. Shetani atakupitisha kwa miiba. Wakala wa shetani watakupitisha kwenye misitu, watakupitisha kwenye milima na mabonde ndio ukate tamaa, uone hata barabara. Unapanda milima mpaka unasikia yeye hapana. Kitambo pande mlima Kilimanjaro, utafika lini? Na pande ile inakuteremka pande ya pili na kungoja, utafika lini? Hapa amesema kwamba yeye Mungu ndiye anakuongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Inamaanisha kwamba utukufu wote utamrudia Bwana. Wakati unaanza kunawiri, maisha yako yanaanza kukua na uzuri, maisha yako yanaanza kukua na utukufu. Utukufu utamrudia Bwana. Akasema, naam, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Upite kwenye hali ya ukame. Ulimwengu sasa watu wanalia uchumi mbaya, uchumi mbaya, pesa imepotea. Hapo hiyo ni kupita katika bonde la uvuli wa mauti. Maana katika ulimwengu wa saa hii bila pesa huwezi. Sasa pesa ndio kila kitu. Lakini hapa uwe na pesa, ukose kuwa na pesa, umepita katika hali ambayo unaona kwamba hii hali itaniangusha, lakini maandiko yasema kwamba hautaogopa. Kwa sababu nini? Mungu ako pamoja nawe, fimbo yake na gongo lake linakupigania. Inamaanisha kwamba huyu mchungaji, kipenzi ya yule kondoo, ako na gongo ya kupiga adui. Magonjwa ikikuja, Mungu anakushindania. Tauni ikitumwa, Mungu anakutetea. Dhoruba ikiinuka, Mungu ananyamazisha. Mawimbi yakiinuka, anatuliza. Yeye Jehova Yawe. Na pia fimbo ni ile ambayo huyu kondoo akijaribu kuenda njia ambayo haistahili, anachapwa ili arudi kwenye barabara. Akasema kwamba ameandaa meza mbele yangu, mbele ya ule Mkristo mteule ambayo ameendelea na safari ya imani. Apitie kwenye bonde la uvuli wa mauti, yeye haogopi, kwa sababu anajua kwamba kuna mtu ananitetea, kuna mwenye ananipigania, kuna mwenye ananiongoza. Yeye anaendelea tu kwenda na safari imani. Hata ogopa lolote, hata kata tamaa, hata hangaika, hata yumba. Yeye anaenda kwa ile njia ambayo anaongozwa na huyo mchungaji mwema ambaye ni Mungu Jehova Yawe. Amekupaka mafuta kichwani pako. Kikombe chako inamaanisha kwamba utakuwa na utele katika maisha yako. Iwe ni shambani, iwe ni mjini, iwe ni kwa watoto, iwe ni kwa ndoa, iwe ni kwa familia. Popote katika area zote za maisha yako utakuwa na utele.
hivyo hivyo utastawi. Ndio sababu kitabu cha Saburi, Saburi 92, Saburi 92 mstari wa 12 mpaka 15, maandiko yanasema kwamba mwenye haki atastawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu wetu. Watazaa matunda hadi wakati wa uzee, watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Wayatangaze ya kuwa Bwana ni mwenye adili, mwamba wangu, ndani yake hamna udhalimu. Wale ambao wamepandwa katika nyumba ya Bwana, yaani kung'oa wale watu katika mapenzi ya Mungu ni ngumu. Huwezi mtoa pale, hata hali ikuje kiasi gani, ile ngumu yenye wanadamu wanajua hii huyu atakufa, hautatolewa, haitakutoa. Ukisoma Saburi, kitabu cha Warumi 8 kuanzia mstari wa 31, akasema kwamba Bwana akiwa upande wako, ni nani atakaye kushinda? Yeye ambaye hakuacha mwana wake wa pekee, alimtoa kwa sababu yako. Hiyo ni upendo wa dhati, upendo wa kweli. Ndio hii ambayo inaonekana kwenye Saburi 23. Upendo wa kweli. Hata acha simba wakurarue, hata acha dubu wakurarue, hata acha chochote kikupate na kikushinde, anakutia nguvu. Amesema hapa kwamba mwenye haki atastawi. Progress yako ya safari imani itasonga vile Mungu amepanga mpaka ufike kufanikiwa. Akasema kwamba waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu wetu. Hakusema kwamba watastawi katika barabara za uovu. Hakusema kwamba watastawi katika barabara ya ulimwengu wa giza. Mungu anataka straight line ya maisha yako. Yaani safari yako iwe tu ni safari iliyonyooka. Sio safari ambayo iko na makona mingi. Safari ambayo Mungu akiwa mbinguni anajivunia wewe. Anajua kwamba hata mawimbi yakija hutapenda uturahisi. Kwa sababu gani? Umejenga msingi kwenye mwamba ambaye ni Yesu Kristo. So maandiko inasema kwamba ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango 28 mstari wa 14, akasema kwamba utakaposikia sauti ya Mungu na kuitii na kuifuata, ndipo baraka zote zitakupata. Utastawi kwa lolote utafanya. Utakuwa na wingi, utakuwa na utele, mpaka watoto wako na generation yako itabarikiwa. Utastawi, yani utafanikiwa, utafikisha hatima yako bila kusumbukana na mambo ya dunia, bila kusumbukana na adui. Maana Mungu ndiye analinda mteule wake. Lakini ukiacha barabara hiyo na kuenenda katika njia ambayo ni tofauti na vile Mungu anataka, usipojenga misingi yako na nguzo zako, huwezi fanikiwa. Utahangaika na kuangamia milele na milele. Ukisoma ukipata nafasi pia soma kitabu cha Torati 28 mlango 28, Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 15 mpaka 52. Amehesabu laana kila aina. Zote zinatisha. Zote zinatisha sana. Ikiwa hautasikia sauti ya Mungu, ikiwa hautajenga misingi yako kwenye mwamba ambaye ni Yesu Kristo, amesema kwamba hizi laana zote zitakupata. Utalaniwa mjini, utalaniwa na mashambani, utalaniwa kapu lako na chombo chako cha kukandia, utalaniwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, utalaniwa maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo wako, utalaniwa uingiapo na utalaniwa. So inamaanisha hapa kwamba hakuna kustawi, na ukikosa kustawi inamaanisha kwamba fanaka hautapata. So ni mwanadamu achague ni wapi anataka kwenda. Na kama unataka kufanikiwa, unatengeneza mapito yako na Mungu. Na kama unaona mambo, utengeneze mapito yako na mambo ya dunia, Mungu ngoje kwanza, basi. Ndio hiyo kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28. Utaisoma kuanzia mstari wa 15 uende mpaka mwisho. Isome pole pole ili upate kuelewa. Maana hapa amesema kwamba Bwana atakuletea laana. Hii ni mstari wa 20. Bwana atakuletea laana na mashaka
na kukemewa katika yote utakayotia mkono wako kuyafanya, hata uangamie na kupotea kwa upesi kwa ule uovu wa matendo yako ulioniacha kwao. Kwa nini Mungu afanye mambo haya yote? Kuna watu Mungu anawabariki na anawastawisha sana ili wapate kufanikiwa, na pia kuna watu ambao Mungu anawalaani kiasi ya kwamba wanapata mashaka na kuangamia na kupotea. Somaji neno, naomba tafadhali soma kitabu cha Isaya 42 mstari wa 5 mpaka 9. Isaya 42 mstari wa 5 mpaka 9. Tutasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Isaya mlango wa 42 mstari ni wa 5 hadi 9. Neno la Bwana linasema, Mungu Bwana anena, yeye aliyeziumba mbingu na kuzitanda, yeye aliyeitandaza nchi na mazao yake, yeye awapaye pumzi watu walio juu yake, yeye awapaye roho wao waendao ndani yake. Mimi Bwana nimekuita katika haki, nami nitakushika mkono na kukulinda na kukutoa uwe agano la watu na nuru ya mataifa, kuyafunua macho ya vipofu, kuwatoa gerezani waliofungwa, kuwatoa wale walioketi gizani katika nyumba ya kufungwa. Mimi ni Bwana, ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu. Tazama, mambo ya kwanza yamekuwa, nami na yahubiri mambo. Na hilo ndilo andiko. Amen. Hapa tunaona kwamba mtu anaweza jiuliza haya mambo mawili. Huyu Mungu ndiye aliumba hao watu wote, na huyu Mungu ndiye amepeana ahadi kwa hao watu wote kwamba ikiwa watamrudia kwa moyo wao wote atawaongoza na kuelekeza. So hapa wakati tunafanya Bible study, unaweza jiuliza mbona kuna watu wanabarikiwa na kuongozwa na kustawishwa mpaka wapate fanaka, na kuna watu ambao wanalaaniwa na kuangamia, hawatapata fanaka, wanaangamia. Ni kwa sababu hapa amesema kwamba Mungu Bwana amenena, yeye aliyeziumba mbingu na kuzitanda, yeye aliyetandaza nchi na mazao yake, yeye awapaye watu pumzi watu walio juu yake, yeye awapaye roho wao waendao ndani yake. Amesema ya kwamba mstari wa 8, mimi ni Bwana, ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu. Huyo ni Mungu Jehova Yawe. Amesema kwamba yeye anataka utukufu umrudie yeye, na ni yeye peke yake, maana ni yeye aliumba mbingu na dunia, akaumba wanadamu, akaumba viumbe vyote kwa sababu ya kusudi moja. Mungu hakuumba hizi vitu viwe maridadi duniani. Mungu hakuumba hizi vitu viwe vitu ambavyo havimtambui muumba wao. Mungu alitaka kitu moja, utukufu. Akasema kwamba utukufu wangu na sifa zangu sitampa mwingine. Na maana kwamba yeye hayuko tayari kugawana utukufu wake na shetani. Na hiyo ndio ilitoa shetani kutoka mbinguni ikamtupa chini. Mungu anataka iwe ni yeye na ni yeye peke yake. Ndio unaona kwamba wale wanamfuata Mungu wanapata baraka, wanastawi, maisha yao yanaenda sawa. Na wale ambao bado wanaenda kwenye shingo ngumu, maandiko yanasema kwamba anakuletea laana. Maana Mungu ndiye ana uwezo wa kubariki na kulaani. Asana na hii maburukenge vingine vinasimama tu, nimekulaani. On what grounds? Kilichobarikiwa na Mungu, nakwambia hata uinue mavumbi ya ardhi mpaka juu na iachilie iteremke, hawezi laani kilichobarikiwa na Mungu. Hawezi. Instead, yule mchungaji mwema kwenye Zaburi 23, maana ako na fimbo, ako na gongo, atakushughulikia. Atashughulikia adui ambaye atalaani maisha yako, adui ambaye angetamani ya kwamba uishe. Huyo Mungu atainuka na atakutetea. Ndio sababu amesema kwamba nitakuwa adui wa adui zako na nitawatesa wale wa kutesao. So ni wewe ukae na trust the process. Maana yeye ndiye alikuumba, yeye ndiye alikupatia pumzi, na anajua ni kwa nini alifanya hivyo. Ni sawa na mwanadamu, umeenda kwa duka
Hautaenda tu kusanya manguo zote kwa duka ubebe ulete nyumbani. Utachagua kanguo kamoja kazuri, kale unajua kwamba haka nikitoka lazima ndaweka kwa mwili. Kazuri. Hiyo ndio unachukua unaenda naye. Hata kama ni kwenda kuchukua mboga, hautaenda kubeba mboga ambazo zimebadilisha rangi upeleke nyumbani. Unaenda kuchukua mboga ambayo ni nzuri, mboga safi. Hautaenda tu kuokota mboga zote kwa soko. Unaenda unachukua kitu cha dhamana. Hivyo ndio Mungu anataka. Pia na yeye anachagua vyombo ambavyo ni vyombo vya heshima. Mungu apeleki vyombo ambavyo ni madustbin, anapeleka wapi? Kama shetani mwenyewe hawezi beba dustbin, Mungu anapeleka wapi? Hawezi. Hii ni ukweli ingawa chungu. Mungu hawezi beba dustbin, anaipeleka wapi? Mungu anataka chombo cha dhahabu, chombo kizuri, chombo ambacho kinampa Mungu tukufu, chombo ambacho Mungu anakikaa mbinguni, anajua kwamba hata shetani katika pitapita zake hakuwezi. Chombo kama Yusufu alijua kwamba hata kama niko mbali na wazazi, sitainamia miungu, siwezi, heri nioze jela. Na kweli alipelekwa jela. Na yule Mungu ambayo Yusufu alimwamini ni the same God alitoa Yusufu pale kwenye gereza. Soma kitabu cha Mwanzo 39. Maandiko inatutia moyo sana. Kwanzia Mwanzo anzia 38, 39, 40 hapo. Maandiko yanasema kwamba Yusufu akapelekwa gerezani, akafungwa pale gerezani. Kukawa na watu wawili wafanyakazi wa nyumba ya Farao wakaota ndoto. Yusufu akawatafsiria na akawaambia kwamba mkitoka hapa na mimi mnikumbuke. Ndio ujua kwamba si mwanadamu anaweza kukuokoa. Wacha kuogopa wanadamu. Wanadamu ni vigaraguzi. Maandiko yanasema kwamba wale wanyoshaji wa mfalme walipotoka kwenye ile gereza walimsahau Yusufu. Wanadamu wanaweza kukusahau, lakini Jehova hawezi kukusahau. Kwa sababu gani asikusahau? Wewe ni mboni la jicho la Mungu. So jitie moyo. Jitie moyo hata kama unapitia miiba. Jitie moyo hata kama unapitia changamoto. Jitie moyo hata kama utatupwa. Hata kama utaonekana takataka mbele ya wanadamu, sawa? Hata Lazaro alionekana kitu kisichofaa, lakini mwishowe walijua Lazaro ni nani. Paka wanasema kwamba baba Ibrahimu, tuweke tu maji kidogo kwa ulimi. Akamwambia wewe ulipata mazuri duniani, sasa hapa teseka. So hapa tunaona kwamba huyu Mungu amesema kwamba yeye ni Bwana. Hiyo ndio jina lake. Bwana inamaanisha kwamba mfalme, mtawala, mkuu. Akasema utukufu wake kama Mungu, utukufu wake kama mlinzi, kama mtetezi, kama muumbaji, hata wapa mwingine. Hawezi share utukufu wake na shetani. Hawezi share utukufu wake na Baal. Hawezi kushare utukufu wake na Dagoni. Utukufu wa Mungu unabaki. Ndio sababu akasema kwamba yeye ni Mungu mwenye wivu. So wakati mwanadamu unajenga misingi yako, inamaanisha kwamba unaenda kwenye barabara ya kufanikiwa. Unaenda kwenye barabara ya kustawi. Ndio sababu akasema kwamba ni jaribuni muone kama sitawabariki. Inamaanisha kwamba Mungu ameomba sana mwanadamu nifuate, mwanadamu nikubali, niamini mimi Mungu naweza kufanya 1 2 3 kwa maisha yako. Lakini mwanadamu bado ako na shingo ngumu. Mpaka anasema kwamba ni jaribu. Ukiangalia hiyo, ukifanya Bible study, uone hiyo neno ni jaribu. Yaani chukua tu ile neno, uifanyie Bible study, uangalie kwa undani hii neno ni jaribu imebeba mangapi. Inamaanisha kwamba jambo la kwanza, hao watu waliweka maagano, lakini ile maagano haikukuwa na msingi. Jambo la pili, inamaanisha kwamba yule mwanadamu hakumwamini Mungu. Mpaka Mungu anamwambia kama uniamini kweli, mwanadamu, kama hauniamini si unijaribu tu basi. Try me. Yaani mpaka Mungu anakubembeleza kwamba nijaribu, nifuate, niamini.
enda vile mimi nitakuongoza, uone kama sitakufanikisha. Isaya 42 mstari wa 5 mpaka 9 ni neno nzito sana katika maisha ya mwanadamu. Amesema kwamba hatapewa masanamu kufu wake. Yeye ndiye alikuumba, masanamu hawakukuumba. Yeye ndiye alikupatia pumzi, ukawa kiumbe hai, unapumua mpaka leo hii. Shetani alikuwa wapi? Alikuwa wapi wakati ulipewa pumzi? Hakukuwa popote. So usipe shetani utukufu, mpe Mungu utukufu, maana yeye alikuweka dunia hii, na yeye Mungu ndio akitaka kutoa uhai wako ni dakika moja, hata ulizi mtu yote. Akai mkutano hata na ati sasa shetani kuja kwa sababu huyu mwanadamu alikuwa duniani, sasa kuja tuelewane, mimi nataka nimchukue. Hawezi. Akitaka kubeba na kuchukua. Mara mingi wanajitia moyo na hawa watumishi ambao wateule wa Mungu kwenye Biblia. Mungu akaangalia huyu muoga anaitwa Elia. Akamwambia Elia, sasa fanya hivi, sababu umeogopa Jezebel, rudi tu mpaka huko, chukua Elisha, mutie mafuta akue mahali pako, alafu basi. Na kweli akaenda akachukua Elisha, akamuonyesha kazi hiyo. Haijalishi ilichukua muda gani, maandiko haisemi, lakini mwishowe akavuka mto Yordani. Anaonekana ng'ambo ya Yordani, amechukuliwa na jeshi, amechukuliwa na gari ya moto. Elia akienda mbinguni, sababu Mungu alimpenda. Lakini sasa amekuwa mjinga, ameanza kuogopa. So hivyo mwanadamu, Mungu amesema sitampa, sitagawa utukufu wangu na yeyote. So Bwana Mungu ndiye mwenye uwezo, mamlaka yote ni yake yeye, ambaye ni jemedari. Yeye ndiye anaweza kukustawisha, ama yeye ndiye anaweza kufanya unyauke. Utajaribu na nguvu zako, haiwezekani. Utajaribu kujenga familia, haiwezekani. Bila Mungu haiwezekani. Utajaribu kujenga kazi, bila Mungu haiwezekani. Utajaribu kujenga maisha yako angalau yaonekane ni maisha ya mtu ambaye ulimwengu akikuona unakuonako katika level lingine. Bila Mungu haiwezekani. Msomaji neno kwenye kitabu cha Zaburi 24 mstari wa 1 mpaka 10. Zaburi 24 mstari wa 1 mpaka 10. Nitasoma kwa msaada. Amen. Zaburi mlango wa 28 mstari wa 1 hadi 10. Amen. Mlango wa 24 mstari wa 1 hadi 10. Mimi niko na 20, mlango wa 28 mstari wa 1 hadi 9. Yangu iko paka 9. Tumishi Zaburi mlango wa 24, sio mlango wa 28, 24. 24, samahani. Mlango wa 24 mstari wa 1 hadi 10. Neno la Bwana lasema Inchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakaao ndani yake. Maana ameiweka msingi yake juu ya bahari, na juu ya mito ya maji alithibitisha. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mkono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili, wala hakuapa kwa hila. Atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Hiki ndicho kizazi cha wakutafutao uso wako, e Mungu wa Yakobo. Inueni vichwa vyenyu, enyi milango, inukeni enyi milango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenyu, enyi milango, naam, viinueni enyi milango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia.
Ni nani huyu mfalme wa utukufu? Bwana wa majeshi, yeye ndiye mfalme wa utukufu. Amen. Amen. Amesema kwamba nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani. Yeye Mungu ndio aliumba kila kitu. So uzito hapa tunaipata kwenye mstari wa 3. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mkristo siku zote jipe challenge. Ukitaka tu kukua very strong katika safari imani, jiulize maswali kama haya. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Ni mtu ambaye anamfuata Mungu katika roho na kweli. Mtu ambaye anaabudu Mungu katika roho na kweli. Mungu ambaye anamtumikia Mungu katika roho na kweli. Majina hayajalishi. Jina haijalishi. Hata kama utajiita wewe ndio bishop zaidi ya mabishop wengine wote. Unaweza shukisha moto ama uinue bahari katika nchi kavu. Haijalishi. Kile kinachalisha ni mtu ambaye anamwabudu Bwana katika roho na kweli. Unaweza kosa kujulikana ulimwengu mzima, lakini ndani yako madhabahu ya kweli yako ndani yako. Yaani ibada yako mbele za Mungu. Mungu anakuangalia, anajua kwamba huyu ndio mtu ambaye namtafuta. Huyu ndio mtu ambaye ananiabudu katika roho na kweli. Sio lazima ujulikane ulimwengu mzima. Kama Bwana ataruhusu ujulikane, well and good. Lakini siku zote wewe mtafuta Bwana katika level yako mwenyewe kama mhusika kwenye safari yako imani. Akasema kwamba naye atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Inamaanisha kwamba atastawi, maisha yake itastawi. Utapata baraka, utapata furaha, utapata utulivu ndani yako, utapata amani ndani yako. Na hiyo amani na baraka na hayo mambo mengine yote ndio yatakufikisha pale mwisho wa safari, pale kwenye achievement. Ndio utapata ile mafanikio. Akasema kwamba inueni vichwa vyenu enyi malango. Malango ni maeneo yako ya milki. Ni territory yako ambayo unastahili kuilinda. Linda territory yako katika safu ya kiroho. Ukiweka nidhamu, itaonekana katika kimwili. Lakini kiroho kama una nidhamu, hata kimwili utatangatanga. Utakuwa nguruwe, unaoshwa unarudi kwenye matope. Hauna mipaka, hauna nidhamu. Self discipline ni kitu ya maana sana, both spiritually na physically. Discipline yako tu mwenyewe, sio ile. Achana na constitution ya Kenya. Achana na mambo mengine yote, mipaka za maeneo mali unaishi. Achana na hizo kwanza. Hizo zinakuja baadaye. Hizo zinaongozwa na ile spiritual discipline, self discipline yako. Unawaza mangapi? Unakumbuka mangapi? Umepanga nini? Hiyo ndio itakuongoza katika kimwili na pia katika kiroho. Akasema kwamba ili mfalme wa utukufu apate kuingia kwenye ile territory yako. Inamaanisha kwamba hautaacha mbweha zinapita. Hautaacha nyoka zinapita tu kwenye territory yako, malango yako. Malango ni mali yako ya dominion, both spiritual na physically. So yakiwa safi, ndio mfalme wa utukufu atapata kuingia na kufanya mambo makubwa katika ile maisha. Sehemu, yani mipaka yako, mahali umeweka nidhamu. Nidhamu inamaanisha kwamba usafi wa kiroho. Hautaenda katika hali ya kuwaza zaidi ya vile Mungu atakusaidia. Ndio sababu kitabu cha Warumi 12 mstari wa 3 inasema, mstari wa 3 mstari wa 4 inasema kwamba mtu asinie makuu kushinda ya mpasayo kunia. Yaani usitafute mambo makuu. Ukisoma pia kitabu cha Zaburi 131 ikasema kwamba Bwana, moyo wangu umetulia, sitajishughulisha na mambo makuu ambayo yanapita akili na fahamu na nguvu zangu. Amejinyenyekeza kama mtoto ambaye aliachishwa maziwa. So malango haya, territory yako, mfalme utukufu ataingia wakati umeweka mipaka yako, wakati umekuwa na discipline. Na discipline ya kiroho
huwa Mungu ametupatia, unazaliwa nayo. Na ukienda ni kama tu shule. Unaenda shule ukiwa very disciplined. Inamaanisha kwamba nyumbani umepata discipline, umechapwa mpaka uko sawa. Lakini ukifika shuleni polepole unafuatana na watoto ambao si wale watoto ambao ni wazuri. Pale shuleni ni kila aina ya watoto. Mpaka mapepo wanajibalisha wanakuwa watoto. Lakini ukiona kimwili ni watoto, lakini ndani ni ghosts. Kusudi kuharibu ile nidhamu ya wale watoto. So hata hivyo spiritual, ukienenda katika hali ya kumtafuta Mungu na Mungu peke yake, utakuwa na nidhamu. Neno la Mungu litakuchonga, litakutengeneza. Neno la Mungu litakuelekeza. Sauti ya Mungu utaisikia. Amesema kwamba nitakuongoza macho yangu yakikuangalia, na nitakwambia kwamba hii ndio njia fuata. Yuko katika Psalms 32 verse 8. Amesema kwamba nitakuongoza macho yangu. Saburi 32 mstari wa 8. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya hilo neno. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Yaani Mungu hana business ingine. Anakuongoza, anakuelekeza, anakuonyesha njia, anakushauri, na huku macho yake yanakuangalia. Ili usije ukapotea, ili usije ukayumba, ili usije ukakompromise ile agano. So siku zote ndipo mwanadamu astawi au afanikiwe, ni sharti kuna kanuni ambazo unatakiwa kufuata. Tenda tu kwa wepesi kwa sababu ya muda. Kuna kanuni ambazo ziko nyingi, lakini Bwana Majisha tusaidie tuangalie tu chache. Kuna kanuni ambayo Mkristo unatakiwa kufuata ili ndio ufike kustawi na ndio ufike kufanikiwa. Hautatoka kama risasi. Atu sasa umejenga leo misingi yako iliyobomolewa, iliyoharibika, na kesho asubuhi umetoka kama risasi, umefika kwenye mafanikio. Angalia vizuri. Hiyo sio mafanikio ya Mungu. Hiyo imetoka katika ulimwengu mwingine. Ya Mungu inakuja pole pole. Wakati unaendelea kusonga katika safari imani, ndipo kiburi yako na majivuna yako na chochote hali ya kimwili inaanza kushuka pole pole. The higher you go, ndio vile ile mapambo ya dunia, ile kiburi na mapembe za dunia zinaanza kukatika pole pole. Kwa sababu Bwana anakupeleka hatua kwa hatua. So kuna kanuni, japo ni nyingi. Bwana tusaidie tuangalie chache. Jambo la kwanza, mkumbuke Bwana Mungu wako siku zote. Usiwahi sahau hiyo. Kama unataka kustawi na kufanikiwa, nimekwambia kwamba hakuna ujanja mwingine. Hakuna ujanja mwingine. Sababu maandiko yanasema kwamba Bwana asipoulinda mji, wale wanalinda wanafanya bure. Bwana asipoujenga mji, wale ambao wanalinda wanajenga wanafanya bure. So siku zote Mkristo mteule, kuwa very serious, ujue kwamba hii safari ni ya Mungu. Yeye ndiye atakuongoza, yeye ndiye atakuelekeza, yeye ndiye atakupigania, atakutetea. Fungua kitabu cha Kumbukumbu la Torati, mlango ni 8 mstari wa 11 mpaka 20 mpaka mstari wa 20. Maandiko yanasema kwamba jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutozishika amri zake na hukumu zake na sheria zake inazo kuamuru leo. Angalia, utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako, aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka za moto na nge, nchi isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba mgumu, aliyekulisha jangwani kwa maana wasioijua baba zako, apate kukutweza, apate kukujaribu, ili kukutendea mema mwisho wako. Hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huu, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri, ili
alifanya imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Lakini itakuwa kama ukimsahau Bwana Mungu wako na kuiandama miungu mingine na kuitumikia na kuiabudu, na washuhudia leo ya kuwa mtaangamia bila shaka. Kama vile mataifa yale ambayo Bwana anawaangamiza mbele yenu, ndivyo mtakavyoangamia, kwa sababu hamkutaka kuisikia sauti ya Bwana Mungu wenu. Hapa maandiko yanasema kwamba siku zote angalia usimsahau Mungu. Maana hapo ndio wanadamu wengi wanapotea. Wakati Mungu amekubariki, maisha yako inaanza kustawi. Kanaonekana kawingu kabaraka katika maisha yako. Inaonekana mabadiliko katika maisha yako. Maandiko yanasema kwamba wengi wanaanzanga hapo ndio watu wanaanza kuanguka, wanasahau Mungu, wanasahau maombi, wanasahau kusoma neno, wanasahau kwenda kanisani. Mungu amekubariki kidogo, either umepata kazi, either umepata biashara, either umepata chochote kile ambacho ni baraka. Yaani kameonekana kauzuri kidogo kwa maisha yako, unatupa Mungu. Amesema kwamba jihadhari, mteule wa Mungu, jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako. Maana hiyo baraka imeshikiliwa na neema ya Mungu. Hiyo baraka ni kibali kutoka kwa Bwana. Hiyo baraka, maandiko yanasema kwamba Mungu ndio chemichemi ya uzima, chemichemi ya baraka. So ukimsahau Mungu inamaanisha kwamba umedisconnect kutoka kwa ile fountain ambayo inatoa ile baraka. Na ukidisconnect, kale uko nako katakauka, kataisha. Ukisoma hiyo mstari wa 18 anasema kwamba bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri, ili alifanya imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Lakini ukimsahau Bwana Mungu wako na kuiandama miungu mingine, washuhudia kwamba mtaangamia bila shaka. So hiyo maandiko iko wazi, hata hitaji tafsiri. Amesema jihadhari sana, mteule wa Mungu, jihadhari usije ukamsahau Mungu. Ukitaka kufanikiwa, ukitaka kustawi, haina ujanja ingine. Ukisoma kitabu cha Mhubiri 12 mstari wa 1, maandiko sema kwamba mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Mkumbuke Muumba wako siku zote. Ukimkumbuka Mungu ukiwa na afya, ukiwa mgonjwa atakukumbuka. Ukikumbuka Mungu ukiwa na mali zikiisha, maana mali ni kama maua, inakuja inanawiri alafu inapotea. Ukimkumbuka Mungu ukiwa na mali, ile siku itaisha atakukumbuka. Maana hii mambo yote inakuja. Kuna wakati wa furaha na kuna wakati wa huzuni. Kuna wakati wa kupata na kuna wakati wa kukosa. Kuna wakati wa kuinuliwa na kuna wakati wa kushusha. Hiyo usisahau. Usiwahi sahau hiyo. So amesema hapa kwamba mkumbuke Muumba wako kama bado uko na mengi, kama bado una nawiri, kama bado uko na mazuri. Maana hiyo uzuri inatoka kwake Mungu. Kabla siku mbaya haijakuja, siku ambayo utalia, siku ambayo utaomboleza, siku ambayo utatamani ukufe, inakuja mbele. Ukimwacha Mungu, baraka zinakauka. Hata kama umebarikiwa uko na kila kitu kama Ayubu, zinakauka. Si ya Ayubu ilienda, lakini si ati kwamba Ayubu alikuwa amekosa, amefanya makosa. Nasema kwa mfano, Ayubu alikuwa na watoto wazuri. Ayubu alikuwa na mbuzi na ngamia na ng'ombe. Ayubu alikuwa na jina nzuri. Ukisoma Ayubu hiyo, anza kuanzia mlango wa 30 mpaka mlango wa 42, inasema kwamba alikuwa akipita watu wanasimama wanamshangilia. Alikuwa maarufu, lakini ilipotea. So vitu vya dunia hii visikutenge na Mungu. Mwanzo nikasema kwamba uwe kama mtu ambaye zile ng'ombe 2 ambazo zimefungwa pamoja, zimefungiwa nira, ziko shambani kulima ile shamba, kuitayarisha kwa sababu ya mavuno. So ng'ombe moja ikitoka, ng'ombe moja haiwezi lima. Mungu akiondoka kwa maisha yako inakauka, inaisha. Hakuna success, hakuna prosperity, hakuna
unless kama kuna prosperity yenye unapewa ni ile ambayo ni photocopy. Shetani anakudanganya lakini anajua kuna maana anakupeleka. Hata yanangoja moto. So kimbia moto mapema, moto jana. Kimbia. Mambo ya dunia isikutoe katika mapenzi ya Mungu. Jambo la pili, ndipo ustawi na kufanikiwa. Chukua hatua, eleza ulioazimia. Yale ambayo malengo umeweka. Iwe katika physical realm ama katika spiritual realm. Chukua hatua. Fanya bidii. Hata mkulima akipanda shamba, anapanda mbegu kwenye shamba na anaifanyia bidii. Anaiwekea mbolea, anaipalilia, anaendelea kuifanyia shughuli hapa na pale mpaka iive ile shamba lake itoshe kuvuna. Ndipo atapata mavuno mengi. Lakini akilegea, amepanda shamba lake na akose kuitunza, akose kuifuatilia, akose kuifanyia kazi, mwishowe hawezi pata chochote. So kitabu cha Methali, msomaji neno, naomba kitabu cha Methali mlango wa 10 mstari wa 1 mpaka 6. Methali 10 mstari wa 1 mpaka 6. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Methali mlango ni wa 10, mstari ni wa 1 hadi 6. Neno la Bwana linasema, mwana mwenye hekima humfurahisha babaye, bali mwana mpumbavu ni mzigo kwa mamaye. Hazina za uovu hazifaidi kitu, bali haki huokoa na mauti. Bwana hata iacha nafsi ya mwenye haki ife na njaa, bali tamaa ya mtu muovu huisukumia mbali. Atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii hutajirika. Akusanyaye wakati wa hari ni mwana mwenye hekima, bali asinziaye wakati wa mavuno ni mwana mwenye kuaibisha. Baraka humkalia mwenye haki kichwani, bali jeuri hufunika kichwa chake mtu muovu. Na hilo ndilo andiko. Amen. Nimesema kwamba mwana mwenye hekima humfurahisha babaye, bali mwana mpumbavu ni mzigo. Mwenye hekima ajua kwamba nimeweka maagano na Mungu. Fuatilia ile maagano. Fuatilia maagano yale na uifanyie kazi. Umejenga misingi upya. Unajua, ukishajenga mara ya kwanza ni gharama. Ni gharama sana ndio ile jengo likamilike. Ni gharama. Alafu sasa umejenga tena umepromosha. Urudi tena uanze kuijenga tena. Ni gharama zaidi. So inatakiwa ukishajenga, please, endelea kuitunza. Endelea kuifuatia, kuifanyia kazi, kuwa na hekima. Ndio maandiko inasema katika mstari wa 4, atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii utajirisha. Akusanyaye wakati wa hari ni mwana mwenye hekima, bali asinziaye wakati wa mavuno ni mwana mwenye kuaibisha. So fanya bidii, chukua hatua kuendeleza malengo yako. Ndio upate ustawi. Haikuji tu rahisi. Haikuji katika hali ya uzembe. Haikuji katika hali ya kukaa na kurelax. Ni kufanya bidii. Ndio upate mavuno pale mbele, ufanikiwe kupata ile taji ya mbinguni. Usikae tu na kusema tu mimi ni Mkristo, mimi ni pastor, mimi sijui ni nani, mimi sijui ni nabii, ni tanga ndoto, mimi ni muotaji kama Yusufu. Na kuambia, na nilimerudia tena, hizi karama sio tiketi ya kwenda mbinguni. Hata kama uko na karama usijivune. Sio tiketi ya kwenda mbinguni. Tiketi ya kwenda mbinguni inapatikana katika kufanyia bidii yale malengo uliweka, ile maagano uliweka, ile misingi ulijenga. Uilinde isije kabomoka tena. Kitabu cha Methali 6, Methali 6 msomaji neno, mstari wa 4 mpaka 11. Methali 6 mstari wa 4 mpaka 11. Kusoma kwa uwezo wa Bwana. Amen. Methali mlango wa 6 mstari wa 4 hadi 11. Neno la Bwana lasema, usiache macho yako kupata usingizi, wala kope za macho yako kusinzia. Ujiponye kama paa na mkono wa mwindaji,
na kama ndege katika mkono wa mtega mitego. Iwe mwivu mwendee chungu, zitafakari njia zake, ukapate hekima. Kwa maana yeye hana akida wala msimamizi wala mkuu, lakini hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua, hukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Ewe mwivu, utalala hata lini? Ewe mvivu, utalala hata lini? Utaondoka lini katika usingizi wako? Bado kulala kidogo, kusinzia kidogo, bado kukunja mikono upate usingizi? Hivyo umaskini wako huja kama mnyang'anyi, na uhitaji wako kama mtu mwenye silaha. Amen. Amen. Amesema kwamba utalala hata lini? Utakuwa mvivu wa kusimamisha nguzo zako hata lini? Akasema kwamba mwendee chungu upate kujua jinsi anafanya kazi yake. Chungu ni our ants. Kwa Kiswahili wanaitwa nini? Mchwa. Amesema kwamba mwende angalia inaitwa nini, sifa za yule mchwa. Yule mchwa anajiwekea kiba wakati ambao ni wakati wa kiangazi. Anasanya chakula, ako very busy. Na huyu mchwa haambiwi enda tafuta chakula, haambiwi fanya hii na hii, anajituma yeye mwenyewe, anachukua hatua kuendeleza yale mipango ambayo ameweka, ile resolutions ambayo ameweka huyo mchwa, huyo chungu. Hivi maandiko sema kwamba ujiwekea akiba wakati wa jua, hukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Halali, hapumziki, asema kwamba nimechoka, acha nipumzike kwanza. Unapumzika na wakati wa mavuno ukiisha, chakula imewekwa kwenye gala, au utapata chakula. So hivi safari ya imani usirelax. Ndio sababu akasema kwamba katika mstari wa 5, ujiponye kama paa kwa mkono wa mwindaji, na kama ndege katika mkono wa mtega mitego. Mtega mitego ni Shetani. Ujiponye. Shetani ndiye anakupatia tuperemende ili usahau malengo yako. Shetani anakuletea maperemende ndio usahau kufanya bidii katika safari yako imani. Mbinguni hakitaingia chochote ambacho kimecompromise agizo na agano na kanuni za Mungu. Ukivunja moja, vunja yote. Ukivunja moja, yote imeenda. Hakuna chochote kidhaifu kitaingia mbinguni. Watu ambao wataenda mbinguni ni wale watatumia nguvu za kiroho kupenya kwenye ile lango, kupita kwenye hiyo barabara ya dhahabu. Si rahisi. Ni nguvu za kiroho zitakusaidia. Andiko ikasema tena katika kitabu cha Waebrania 6 mstari wa 9 mpaka mstari wa 15. Msomaji wa neno kama kuna mtu atapata Waebrania mlango wa 6 mstari wa 9 mpaka 15. Daisoma kwa uwezo wa Bwana. Waebrania 6 mstari wa 9 mpaka 15. Lakini wapenzi, ijapokuwa twanena hayo katika habari zetu, tumesadiki mambo yaliyo mazuri zaidi, yaliyo na wokovu. Maana Mungu si dhalimu hata aisahau kazi yenu na pendo lile mlilodhihirisha kwa jina lake, kwa kuwa mmewahudumia watakatifu hata hivi sasa mungali mkiwahudumia. Nasi tunataka sana kila mmoja wenu aidhihirishe bidii ile ile kwa utimilifu wa matumaini hata mwisho, ili msiwe wavivu, bali mkawe wafuasi wa hao wasiridhiwa ahadi kwa imani na uvumilivu. Kwa maana Mungu alipompa Ibrahimu ahadi, kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe wa kumwapa, aliapa kwa nafsi yake akisema, hakika yangu kubariki nitakubariki,
na kuongeza nitakuongeza. Na hivyo kwa kuvumilia akaipata ile ahadi. Hapa tunaona kwamba bado maandiko inakemea wavivu. Mtu mvivu hautatimiza yale malengo ambayo umeweka. Anasema kwamba jidhihirishe, mstari wa 11, nasi tunataka sana kila mmoja wenu aidhihirishe bidii ile ile. So umeweka malengo yako na Mungu. Umeweka umeambia Mungu, nitatembea na wewe, nitakaa na wewe, nitakufuata. Usikue mvivu wa kutimiza ahadi ambazo umeweka. Maana ukiendelea kuifuatilia unapata kwamba ndio baraka ile ambayo Mungu aliahidi utaipata. Ndio kulindwa, ndio kuongozwa na kuelekezwa. Ya tatu ni kwamba enenda na wenye hekima, utakuwa mwenye hekima. Ukitembea na wapumbavu utakuwa mpumbavu. Hiyo ni maandiko yamesema. Enenda pamoja na wenye hekima. Ukitaka kustawi, ukitaka kufanikiwa. Kuna watu ambao wamefanikiwa kiroho, wamesimama. Tembea na watu kama hao. Wacha wakusaidie, wacha wakuhimize, wacha wakuelekeze. Ukitembea na wapumbavu utapotea. Fungua kitabu cha Methali. Fungua Methali 13. Methali 13 kuanzia mstari wa 16 hadi mstari wa 20. Maandiko inasema, kila aliye na busara utenda kazi kwa maarifa, bali mpumbavu hueneza upumbavu. Mjumbe mbaya huanguka maovuni, bali mjumbe mwaminifu ni afya. Maskini na fedhea zitampata yeye akataye kurudiwa, bali yeye angaliaye maonyo ataheshimiwa. Haja iliyopatikana ni tamu nafsini mwa mtu, bali kujitenga na maovu ni chukizo kwa wapumbavu. Enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa na hekima, bali rafiki wa wapumbavu ataumia. So hapa maandiko yanasema kwamba tembea na watu wenye wako na hekima. Hivyo sasa ndio utapata kwamba hapa maandiko kwa ufupi nasema ya kwamba punguza marafiki. Punguza marafiki. Kuna destiny connector, kuna destiny helper, kuna destiny saboteur, kuna destiny kuna burden bearer. Hao watu wanne, hebu uangalie hapo. Destiny connector ni mtu wa maana sana katika maisha yako. Tembea na yeye, ako na hekima. Destiny helper, shikanana naye, atakusaidia kufikisha hatima. Burden bearer atakusaidia kukuombea na kukushauri. Huyo ni burden bearer, atakusaidia kufikisha hatima. Lakini huyu destiny saboteur, kwa Kiswahili tunamuita mhujuma, anahujumu hatima yako. Huyo ni wakala wa adui. Huyo ni wakala wa shetani. Huyo sio mtu wa hekima. Angekuwa wa hekima, angekusaidia kufikisha hatima. Angekuwa wa hekima, angekubebea mizigo, akuombe, akushauri. Na wakukushauri, asikushauri katika kubembeleza, akushauri kwa ukweli. Mali ya kukukemea na kukuonya, wacha kuonya, ndio ikusaidia. So hapa maandiko sema kwamba enenda na wenye hekima, nao utakuwa na hekima, bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Ukienenda katika hekima, inamaanisha kwamba utajifunza kwao jinsi wamefanyaje maisha yao kiasi ya kwamba wakafanikiwa both physically na spiritually. Ukienenda na wenye hekima utaepuka madhara ambayo ingekupata. Utaepuka kuanguka. Ukitembea na wenye hekima itakusaidia kuepuka madhara. So chanzo cha hekima, kupata nafasi utasoma kwenye kitabu cha Methali. Utaipata kwenye kitabu cha Methali mlango wa 9, soma kwa mstari wa 9 hapo mpaka mstari wa 12. Utapata kwamba chanzo cha hekima ni kumcha Bwana na kuepukana na uovu. So ya 4 ni kwamba weka mipangilio maishani. Weka taratibu zako vizuri. Panga mambo yako vizuri. Panga mambo yako vizuri. Andiko inaongea kuhusu mtu mmoja kwenye Biblia anaitwa Elkana. Mume wake Hana ambaye hakuwa na mtoto. Alikuwa na mke anaitwa Hana na ule mwingine anaitwa nani? Penina. Penina alikuwa na watoto na alikuwa na mke Jeliana.
Hana akaomba. Msomaji wa neno, naomba kwa wepesi mtu atakayesoma Samueli wa kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari wa 28. Kuna mtu anaweza soma kwa wepesi tafadhali? Samueli wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari wa 28. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Samueli wa kwanza, mlango ni wa kwanza, mstari ni wa kwanza hadi 28. Neno la Bwana linasema: palikuwa na mtu mmoja wa Rama, Msufi wa nchi ya milima ya Efraimu, jina lake akiitwa Elkana, mwana wa Yerohamu, mwana wa Elihu, mwana wa Tohu, mwana wa Sufu, Mwefraimu. Naye alikuwa na wake wawili, jina lake mmoja akiitwa Hana na jina lake wa pili akiitwa Penina. Naye huyo Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto. Na mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Na wale wana wawili wa Eli, Hofni na Finehasi, makuhani wa Bwana, walikuwako huko. Hata siku hile ilipofika, Elkana alipotoa dhabihu kumpa mkewe Penina sehemu, akawapa na watoto wake wote, waume kwa wake, sehemu zao. Lakini Hana humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana, ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Ila mwenzake humchokoza sana, hata kumsikitisha, kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Tena mumewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka. Hapo yule mwanamke alipokwea kwenda nyumbani kwa Bwana, ndivyo yule alivyomchokoza. Basi kwa hiyo yeye akalia asile chakula. Elkana mumewe akamwambia Hana, unalia nini? Kwani huli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto 10? Ndipo Hana akainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo, naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana akilia sana. Akaweka nadhiri akasema, jeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikilia kichwani kwake. Ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama anena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli alimdhania kuwa amelewa. Ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako. Hana akajibu akasema, hasha, bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi si kunywa divai wala kileo, ila nimeimimina roho yangu mbele za Bwana. Usimdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu, kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivyonena hata sasa. Ndipo Eli akajibu akasema, enenda kwa amani, na Mungu wa Israeli akujalie haja uliyomuomba. Naye akasema, mjakazi wako na aone kibali machoni pako. Basi huyo mwanamke akaenenda zake, naye akala chakula, wala uso wake haukukunjamana tena. Wakaondoka asubuhi na mapema wakasali mbele za Bwana, kisha wakarejea na kufika nyumbani kwao huko Rama. Elkana akamjua mkewe Hana, naye Bwana akamkumbuka. Ikawa wakati ulipowadia, Hana alichukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, akamuita jina lake Samueli, akisema, kwa kuwa nimemuomba kwa Bwana. Kisha yule mtu Elkana na watu wote wa nyumbani mwake wakakwea kwenda kumtolea Bwana dhabihu ya mwaka na nadhiri yake. Bali Hana hakukwea, maana alimwambia mumewe, sitakwea mimi hata mtoto wangu atakapoachishwa maziwa, hapo ndipo nitakapomleta ili ahudhurie mbele za Bwana akae huko daima.
Elkana mumewe akamwambia, haya, fanya uonavyo vema, ngoja hata utakapomwachisha maziwa. Bwana na alithibitisha neno lake tu. Basi yule mwanamke akangoja, akamnyonyesha mtoto wake hata akamwachisha maziwa. Naye alipokuwa amekwisha kumwachisha maziwa, akamchukua pamoja naye na ng'ombe 3 na efa moja ya unga na chupa ya divai, akamleta nyumbani mwa Bwana huko Shilo, na yule mtoto alikuwa mtoto mdogo. Nao wakamchinja huyo ng'ombe, wakamleta mtoto kwa Eli. Akasema, Bwana, kama iishivyo roho yako, bwana wangu, mimi ndime yule mwanamke aliyesimama karibu nawe hapa nikimuomba Bwana. Niliomba nipewe mtoto huyu, Bwana akanipa dua yangu niliyomuomba. Kwa sababu hiyo mimi nami nimempa Bwana mtoto huyu, wakati wote atakapokuwa hai amepewa Bwana, naye akamwabudu Bwana huko. Na hilo ndilo andiko. Amen. Amen. Naamini umefuatilia neno jinsi mtumishi amesoma kuhusu Elkana na mke wake Hana. Achana na Penina. Penina alikuwa tu ni wakala wa shetani ya kumpa huyu machungu. Maandiko yanasema kwamba hapa tunasoma kuhusu Elkana. Elkana alikuwa ameweka malengo yake, alikuwa ameweka mipangilio katika maisha yake, ya kwamba ni wakati wa kumwabudu Bwana. Unaona hapa kwamba maandiko yanasema kwamba walikuwa wanaishi mahali inaitwa Rama, na madhabahu ilikuwa mahali inaitwa Shilo. So walikuwa wanaondoka kwenda kwenye madhabahu mwaka baada ya mwaka. Ilikuwa ni desturi waende wamwabudu Bwana, wamtolee Bwana dhabihu, na huko kwenye madhabahu huko ndio wakapata muujiza ambao ulikuwa umekosekana katika maisha yao. So inamaanisha kwamba katika uwepo wa Mungu ndipo unapata maisha yako kustawi. Hana alikuwa kama mti mkavu, lakini wakati aliweka mipangilio, alikuwa anaenda tu, anaenda naomba, anarudi. Anaenda naomba, anarudi. Anaenda naomba mpaka ile siku Mungu alimkumbuka Hana. Na wakati Hana katika ile maombezi yake alilia kwa uchungu na akamwambia Mungu, ikiwa utanikumbuka na unipe mtoto mwanaume, huyu mtoto nitakupatia. So siku zote kaa uangalie maneno yako, kile kitu unaweka nadhiri na Mungu, please usiwache kuitimiza, maana usipotimiza nabaki ikiwa dhambi. Hana alionekana hapa hana mtoto, huyo mtoto ndio first born wake, akamtoa huyo jinsi alimwambia Bwana, na akabeba huyo mtoto akapeleka wapi? Akapeleka kwenye madhabahu, kwa sababu aliweka nadhiri na Mungu. Wakati mwingi, wakati mwanadamu unapitia changamoto, please isiwe wakati wako wa kuropokwa. Mungu ukiniokoa nitakushukuru sana. Mungu anasema okay. Mungu anakuokoa, anangoja ile shukrani. Mungu anangoja ile utukufu. Mungu anangoja ile heshima. So weka mipangilio yako. Kama ni wakati wa kumwabudu Bwana, abudu Bwana. Kama ni wakati wa kumtukuza Mungu, tukuze Mungu. Acha kuchukua wakati wa Mungu unaweka mbadala, unaweka katika mambo yako. Utukufu wa Mungu unabaki wa Mungu. Jamani, ukitaka kustawi haina shortcut. Haina shortcut. Wacha hizi nyota, watu wanasema ati wewe kuja nikupea nyota. Hizo ni za ulimwengu wa giza. Nitaisema na nitaisema vizuri. Hizo nyota zinapeana sijui wapi. Hizo ni kishetani. Nyota ya kweli ni Mungu anapeana. Ufanisi wa kweli ni Mungu anapeana. Kustawi ndio maisha yako ikuwe very genuine, yani baraka ya maisha yako ikuwe genuine, yenye shetani hawezi kukuja kusema now that sasa nilikubariki nahitaji urudishe mkono. Unamwambia acha niende hivi bank nikope 200,000, anakuambia mimi sitaki, mimi niko na pesa mingi. Ni nini unataka? Nataka mtoto wako, nataka mume wako, nataka sijui nani wako. Baraka yako ikuwe very genuine. Uenjoy bila kuangalia kando na kando, nani atakuja kunidai. Na sana ukiwa katika shida, please funga mdomo. Kama unajua uwezi timiza nadhiri, usiweke nadhiri ya kwamba Mungu ukiniokoa, Mungu ukinilindia watoto wangu, Mungu ukinilindia mume wangu, mke wangu, mzazi wangu, nani yangu, nitakushukuru. Kama umeweka hiyo, please, Mungu anangojea. Rudi kwa Mungu, mwambie Mungu asante. Hapa naona kwamba hao walikuwa wanaenda mwaka baada ya mwaka kwenda kumtukuza Bwana, kwenda kufanya ibada mbele za Mungu.
Hawakufika hiyo siku imefika ya kwenda kwa ibada, waseme mavuno yetu imekuwa, wacha tu tuvune alafu tutaenda ile mwaka mwingine. Hii mwaka hata Mungu anaelewa. Ndio sababu kwa Efrata nikikusikia unasema kwamba Mungu anaelewa, nakwambia nitakukemea kama vile nakemea shetani. Nitakukemea kama vile nakemea shetani. Acha tu Mungu si anaelewa. Hiyo sema tu wewe mwenyewe uko nisikusikie. Nitakukemea kama vile nakemea shetani. Mungu ni Mungu ambaye anataka ibada iliyo timilifu. Ibada ambayo inatoka sio kwa mdomo. Mungu anataka imani ile kamili. Hata umepita katikati ya bonde la uvuli wa mauti, unajua bado sijakufa. Bado. Mungu yuko. Nitapona, nitasimama, nitatembea. So ya tatu ni kwamba heshimu wazazi wako na watumishi wa Bwana Mungu. Hapa tunaona kwamba huyu Ana alienda pale kwenye madhabahu. Maandiko sema kwamba walienda mwaka baada ya mwaka. Na wakati ambao alikuwa anaenda, alikuwa analia, alikuwa na machungu kwa roho yake. Wataomba siku ya kuishi muda wa kumaliza maombi ikifika, wanashika njaa na dunia. Lakini hapa hebu angalia kupitia kwa mtumishi wa Mungu Eli, mstari wa 17, tuanzie mstari wa 14. Ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako. Hana akajibu akasema, hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi si kunywa divai wala kileo, ila nimemimina roho yangu mbele za Bwana. Usimdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu, kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivyonena hata sasa. Ndipo Eli akajibu, Eli mtumishi wa Mungu akajibu akasema, enenda kwa amani na Mungu wa Israeli akujalie haja yako ndugu. Naye akasema, mjakazi wako naone kibali machoni pako. Basi huyo mwanamke akaenda zake, akala chakula na wala uso wake haukunjamana. Alipata amani wakati alitamkiwa baraka, wakati alitamkiwa utulivu na mtumishi wa Mungu. So mtumishi wa Mungu ni sauti ya Mungu, ni trumpet ya Mungu. Wakati atalia kwa sababu yako, rest assured, sio kuzuri. Wakati atakutamkia baraka, rest assured ya kwamba mbele ni kuzuri. Hapa maandiko sema kwamba heshimu wazazi. Kusoma kitabu cha Waefeso 6 mstari wa 1 mpaka 4 inasema kwamba enyi watoto watiini wazazi wenu, maana hii ndio amri ya kwanza yenye baraka. Hiyo ni Waefeso 6 mstari wa 1 mpaka 4. Enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndio haki. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndio amri ya kwanza yenye ahadi, upate heri, ukae siku nyingi katika dunia. Nanyi akina baba, msiwachokoza watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Baba yako, mama yako, mlezi wako, mheshimu sana. Akikwambia kitu sikia. Amesema hapa kwamba maana hii ndio haki. Ukitaka kustawi, haina ujanja, haina mpaka upate baraka kwa wazazi wa kiroho na wazazi wa kimwili. Eli alimtamkia Hana na Hana akaenda akapata mtoto kupitia kwa chombo ambacho ni Eli. Mungu akakumbuka Hana. So Mungu hajaweka watumishi wake pale kwa accident. Tunaona Musa ameinua mikono. Wakati anainua mikono ndipo Waisraeli wakashinda, na wakati alishusha mikono Waisraeli walishindwa. Ikabidi Harun na Huri washikilie, wategemeze mikono ya Musa ndio kusudi ushindi ipatikane katika Israeli. Maana Musa angeinua mikono hivyo asubuhi mpaka jioni, ilibidi washikilie mikono yake. Kwa sababu gani? Sio Musa, ni Mungu wako. Ni Musa tu wako pale, lakini ndani yake ni Mungu anafanya kazi. So watumishi wa Mungu waheshimu. Usiwataje majina, usiwaongelee vibaya, kwa sababu Mungu anawaangalia na anatumia hawa kukusaidia. Wazazi wako usiwadharau. Mungu alikuwa na kusudi.
ukazaliwa hapo. Kwa nini hukuzaliwa State House? Jiulize swali. Mbona hukuzaliwa State House? Mbona hukuzaliwa kwa MP? Mbona hukuzaliwa kwa governor? Mungu alikuwa na kusudi. Ndio sababu anasema kwamba waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndio amri ya kwanza yenye ahadi, upate heri, upate kustawi, upate kufanikiwa siku nyingi katika dunia. So hapo tunaona kwamba maisha yako pia, jambo la 6, kanuni ya 6 ya mafanikio, maisha yako yaleta faida kwa Bwana Mungu wako. Ilete faida. Mungu hataki watu ya hasara. Mungu anataka faida. Ndio sababu akasema kwamba nyinyi ni chumvi ya dunia. Nyinyi ni taa na nuru ya dunia. Nyinyi ni barua inayosomeka na watu. Hao watu wakisoma maisha yako, waone uzuri, watamtukuza Mungu aliye mbinguni. So siku zote maisha yako yalete faida kwa Mungu. Kusoma kitabu cha Luka 19 kuanzia 12 mpaka 27, akasema kwamba mkubwa mmoja alichukua mafungu 10 akapatia wafanyakazi, naye akaenda mbali, nchi ya mbali, akasafiri. Kurudi, kuna wale walileta faida kupitia ile mafungu, akawapokea. Lakini kuna mmoja akamwambia, mimi najua unataka kuvuna mahali hujapanda. Akamwambia, hata ile nyuko nayo kidogo nyang'anyeni, abaki hivyo. Na kubaki hivyo akatupwa kwenye moto. Hivyo hivyo pia na sisi, maisha yako ilete utukufu kwa Mungu, ilete faida kwa Mungu. Ndoa yako, mume wako, mke wako amuone Mungu, asione shetani, asione Goliathi, asione mtu ambaye ni wa vita, asione shetani. Familia yako, watoto wako, watu wote wamuone Mungu. Yaani faida na utukufu irudie Mungu. Maana watu wakikuona watajua kwamba kuna Mungu na wao wataokoka. Watu wasirudi kusema kwamba kama wokovu ni kama ya fulani, ili niende jana. Hiyo ni hasara. Leta faida kwa Mungu. Kazi ya mikono yako ilete faida kwa Mungu. Unakula mpaka unakula ya Mungu, wewe kula tu. Jumapili tukajifunza kwamba leo hii maisha yako itanawiri. Utakuwa unapata mshahara wako uko sawa, kuna mali Mungu atakukamatia. Na asipokamata atakamata kwa watoto. Utapata kwamba watoto wamesoma hawatapata kazi, hawatafanikiwa. In fact, badala ndio watakuwa maskini wa mwisho. Kwa sababu gani? Ya yale ulipanda. Mungu akasema kwamba mzaliwa wa kwanza ni yake, with no apology. Hakuna cha kusema tafadhali, let us negotiate, tukae chini tuweke agreement, memorandum of understanding, memorandum of agreement. Hakuna. Ni wapi imeandikwa? Ya Mungu inabaki ya Mungu. Ukubali ukatae, inabaki ya Mungu. Wewe mwenyewe maisha yako yamtukuze Mungu. Ishi katika utakatifu. Mungu anapata faida. Damu ya Yesu Kristo isifanyike bure katika msalaba. Alikuokoa ili uone njia ya uzima na umtukuze Mungu. Ya 7 na nitasema kwa sababu ya muda, tunamalizia. Ya 7 ni kwamba jifunze kusamehe na kuachilia. Kanuni ya kufanikiwa, kanuni ya kustawi. Hii hata kama utasahau zingine, usisahau. Jifunze kusamehe. Maana Baba mbinguni alikusamehe, pia wewe samehe wengine. Yeye alikuonea huruma, pia wewe hurumie wengine. Kwa sababu gani? Wakati utabeba mtu katika moyo wako, alikukosea, hata labda wengine ulikosewa before, miaka ambayo ilikuwa before Christ, kitambo, na bado umebeba mpaka leo. Nakwambia kwamba maombi yako hata uombe kwa bidii haifiki popote, imefungwa. Kwa sababu Yesu akasema kwamba ukienda kutoa sadaka, ukienda kutoa ibada, na ukumbuke uko na neno na mtu fulani, please acha hiyo sadaka hapa, enda ufanye upatanisho. Kwa sababu ukitoa ni useless. Jifunze kusamehe.
ili Baba yako mbinguni akusamehe. Fungua kwa wepesi kitabu cha Mathayo, tufungue kitabu cha Mathayo mlango wa 6 mstari wa 12 mpaka 17 mpaka 15 sorry. Utusamehe dhambi zetu kama sisi navyo tunavyowasamehe wadeni wetu. Na usitutie majaribuni, lakini tuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe. Basi msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe makosa yenu. So jifunze, ukitaka kustawi, jifunze kusamehe na kusahau. Kila walikufanya sahau. Hiyo kumbukumbu ikutoke na ikuondoke kabisa kabisa kabisa. Yesu hakurudi leo hii mimi na wewe tumemkosea tena arudi aseme nini? Damu yangu yenye ilimwagika msalabani tena mnanirudisha huko, sirudi. Yesu alikusamehe na akasamehe, na ikabaki amesamehe. So hapa maandiko yanasema kwamba tukisamehe watu makosa yao, Baba yetu wa mbinguni atatusamehe. Na tusipowasamehe, hata na sisi hatutasamehe. So inamaanisha kwamba hata uombe utakuwa tu kama ndege juu ya mti napiga makelele. Warumi 12 mstari wa 9 mpaka 21 inaongea tena usilipize kisasi. Na watu ambao ni wazuri kwa kulipiza kisasi. Naye wako na degree, wako na PhD. Ulinikosea na mimi nitakulipiza. Hata sitakuchapa, lakini kuna ile tunaitanga go slow. Yaani ile pole pole, lakini wewe mtu anasikia uchungu ya ile kitu unamfanyia. Haujampiga, haujamtukana, haujamuongelesha, lakini kuna kitu unaweza fanya tu kwa ubaridi, pole pole. Andiko sema kwamba usilipize kisasi, ili achie Mungu mwenyewe mahali ya kulipiza. Yeye Mungu anajua. Yeye kwa kulipiza kisasi, anajua hiyo vizuri sana. So samehea wengine ili upate kuwa mwepesi kupanda hiyo ngazi ya kufanikiwa. Ngazi ya kufanikiwa haina elevator. Haina ile ya kukubeba hivi kupeleke juu haraka. Haina ile neno ni lift. Haina lift. Ni lazima utoke chini, upande ngazi pole 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 mpaka ufike kilele cha mafanikio. Yaani ile mafanikio yako itakuwa very genuine. Utakuwa umeifanyia kazi, utakuwa umeipalilia, utakuwa umenyunyizia maji, yaani umeifanyia kazi vizuri. Ndio ukipata ile kufanikiwa utacheza nayo. Lakini leo hii tuseme kwa mfano, mzazi amefanikiwa, ako na mali, ako na pesa, ako na kila kitu. Alafu ule mzazi ameaga, ameachia watoto. Unajua ile mali itaka wataiharibu tu kwa sababu hawajaitolea jasho. Hawajasikia uchungu ya kutafuta ile mali. Fanaka ya ukweli ni ile wewe mwenyewe unaanza from zero. Hata fanaka ya kiroho unaanza mwenyewe, unaanza kujenga ustawi wako pole pole. Ndio ufikie kufanikiwa. Itakuwa imekutoa jasho. Itakuwa imekutoa jasho kiasi ya kwamba shetani ama muindaji akikuja hautamspea. Mtapambana mpaka kieleweke kwa sababu ile kitu ambao umefanyia kazi. So Kristo mwenyewe ndio unaweza amua. Uangalie, upime, pima ni wapi unaweza enda. Kuna options mbili. Kuna jehanamu ambayo ni ya shetani. Huko ni kingdom ya shetani. Na kuna mbinguni ambayo ni kingdom ya Mungu. Na yote iko na kanuni zake na masharti yake na maagizo yake. Kanuni ya jehanamu, usifuate Mungu, usiite jina la Yesu, usitembee kwa utakatifu, tembea tu rafli, fuata barabara iliyopana, utaingia kwenye kanuni ya shetani. Lakini kanuni ya mbinguni, unafuata barabara iliyo nyembamba ambayo ni neno la Mungu na ni neno la Mungu, ndio uingie uzimani. So ni mwanadamu amue ni njia gani utakwenda, chaguo ni lako. Utaka kumfuata Mungu, barabara iko wazi. Utafuata Mungu katika moyo wako wote, katika akili yako yote, kwa chochote uko nacho, utamtii Mungu na mtukuza. Unajua kwamba ni yeye ndiye anakupa nguvu ya kufanya ile mali, ya kutengeneza ile mali, kutengeneza ile kustawi. Yeye ndiye anakunyunyizia neema ili usinyauke, unabaki kama mtu uliopandwa. So siku zote mwanadamu,
kaa chini na ujiita mkutano na upime maisha yako. Je, mimi niko kwenye safari? Nisikuwa naenda na kumbe niliacha utakatifu mbali. Nisikuwa naendelea tu kujiita Mkristo na kumbe Mungu tuliachana kitambo. Hatujafungwa pamoja na Mungu. Mungu alienda, wewe ulienda vyako, lakini bado unajiita Mkristo. Jiite Mkristo wakati umejitathmini, umejipima, umejiangalia. Je, matendo yangu hii, dunia ikisha leo hii nitaenda wapi? Matendo yangu hii, mawazo yangu hii, Mungu akirudi leo hii nitaenda wapi? Hao marafiki na hao watu tunatembea na wao, je, wanaongeza value yoyote katika maisha yangu ama ndio wanaondoa? Kama wanaondoa, please wewe mwenyewe amua kama unaendelea na wao, sawa. Maana hapa maneno yanasema kwamba enenda na wenye hekima na wewe utakuwa na hekima. Enenda na watu jasiri, utakuwa mjasiri. Lakini ukitembea na wapumbavu, utembea na destiny saboteurs, hivyo ndio wewe mwenyewe unachangia kuua ile hatima yako. So Mungu wetu atusaidie ili tuweze kutembea na Mungu. Maandiko yanasema katika mstari wa Zaburi 23 ya kwamba uwepo wa Mungu utakuwa na wewe. Hiyo ni assurance ya kwamba Mungu atatembea na wewe. Katika ile bonde la uvuli wa mauti atatembea na wewe. Atakuhuisha, atakulinda, atakuelekeza kwenye maji matulivu, maji safi. Ya pili ni kwamba ukiangalia katika Zaburi 23 utaona ulinzi wa Mungu. Amesema upitapo kwenye bonde la uvuli wa mauti nitakuwa pamoja na wewe. Hiyo inamaanisha ulinzi. Na pia hiyo katika Zaburi 23 utaona hapo ndani ya kwamba Mungu ndio atakuongoza. Kuna mwongozo wa Mungu ndani ya maisha ule mkondoo. Na pale kwenye Zaburi 23 ni kwa sababu ya muda. Hapo ndani kuna rehema. Rehema, ukisikia maandiko yanasema kwamba yeye ako na fimbo na gongo. So fimbo yake ndio inakusaidia kurejesha, lakini hakuui. Anakurehemu, anakupatia nafasi nyingine ya kurudi kwenye barabara. Na zaidi ya yote, usisahau upendo wa agape, upendo mkuu wa Mungu. Anakupenda. Wewe ni mchafu lakini anakupenda tu vile uko. Anakuongoza tu. Wewe ni kiburi uko lakini Mungu anakuongoza tu. Hiyo ni upendo ambayo inakuvuta ile utubu. Simama mahali ulipo, tufunge ibada. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante mtakatifu. Asante Baba kwa ajili ya neema ambayo umetupa Bwana kwa ajili ya mkutano huu. Umekuwa na kusudi Baba na siku ya leo Bwana. Tunasema asante mtakatifu. Tunarudisha sifa, tukufu na heshima kwako Baba. Niko nimesema kwamba wewe ndio mchungaji mwema. Hatutapungukiwa katika safari yetu Baba ya kustawi na kufanikiwa. Tunakushukuru kwa kutukutanisha tena, kwa kutunganisha. Asante Mungu, sifa na utukufu, heshima na dhana tukurudie wewe. Mwenyezi Mungu, siku ya leo tunakabidhi ibada zetu mikononi mwako. Tufundishe Baba kukupa ibada ambayo ni ibada kamilifu, ibada ambayo inatoka vilindini mwa mioyo yetu. Bwana Yesu, tunaomba neema na mafuta. Tuwezi bila wewe Bwana. Naomba neema yako kwa kila mmoja. Naomba Baba baraka zako kwa kila mmoja Bwana. Wote ambao wamekusanyika Baba siku ya leo Bwana kwa ajili ya ibada hii. Tunaomba Baba ukatukinge na watu wabaya, ukatulinde dhidi ya watu wenye kufa. Naomba Baba tunaomba neema isiweza kufikia walio kwenye zujo ile kusudi ambalo Baba umekusudia maishani mwetu. Hifadhi katika mapenzi ya Mungu. Zaidi yote Baba uwapiganie Bwana. Mahitaji ya kila mmoja ni wewe unajua Bwana. Fungua milango kwa ajili ya mahitaji. Ile neema na nguvu ya madhabahu tuambatane nayo. Neema na uzima. Naomba Baba mafuta zaidi. Baba hekima yako Bwana. Wakaongozi na kuelekeza Bwana katika mapenzi yako Bwana. Tunasema asante Bwana. Tumefika tamati Baba, utukufu heshima na adhabu Bwana. Baba Mungu Mungu wetu ukatakulia Baba kwa utukufu wa jina lako Bwana. Asante Bwana, unaweza mtakatifu. Kumbuka watoto wetu, kumbuka familia zetu, kumbuka ndoa zetu, kumbuka kazi na biashara zetu Baba. Tunazikabidhi kwako mtakatifu. Baba, kibali yako, neema yako na ulinzi katika jina la Yesu. Asante Jehova wa Israeli, pokea sifa zote Bwana. Pokea utukufu na heshima zote Bwana. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen.